Salome. Salome. Lakini tazama watu Salome. Salome, naona kama bibi yako anakuita pale. Enda kamsikilize bibi anasemaje hapa. Salome, hivyo vitu umevitoa wapi? Nani amekupa ruhusa? Wewe unachukua vitu bila sababu. Kunitawala sana. Nataka kunitawala. Hivyo vitu nani amekwambia? Kama nini hapa? Salome anakuja anachukua vitu vyangu. Wewe Salome. Kwa kweli unataka kusikiliza kwenye mti hapa. Basi wako na mama wana mpaka nani? Mungu ni Bwana tunataka kusikiliza kwa nini? Mungu Kanisa vipi kanisa gani? Hii kanisa la kanisani hapa kutoka kanisani. Wana mpaka nani? Ukashikana na wao boda. Amasumbera Salome wakakola. Masumbera wako koyo, wako koyo na mama twako kibayikashya na kwaka wote wana masumbe hale nyembere. Ifu mwana wote gakoro wake. Watu kwa kina ho bebe. Sina kuuliza wewe. Naongea na wewe nataka kunijibu. Naongea na wewe Salome, nataka kunijibu ni kwa nini? Mama Salome, Mama Salome, naomba mchungaji uniache kwa sababu mwanangu sasa anisikilize kwa ajili yako mchungaji. Kanisa gani ile kwa watoto? Unafundisha manini maandoka haya? Yes. Salome, nyumbani. Nenda nyumbani. Uanza mstaki kanisa. Basi mke wangu, ni wakati ambapo tunapaswa sasa tumshukuru Mungu kutujalia siku ya leo tena ambayo tumeipata hapa na kumekucha salama, maana nahitaji niende kufanya kazi zetu. Basi tunaweza tukaamka tukamwomba Mungu. Tuanze na wimbo wa kuabudu. Mungu wetu ni mwaminifu na Mungu wetu anatupenda. Tumshukuru Mungu katika siku nzuri hii. Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa, unastahili Baba yetu mtakatifu, Bwana majeshi, Mungu wetu, wewe ni Mungu tunayekutukuza na kulisifu jina lako Bwana. Mungu wetu uketie mahali pako palipoinuka. Tuamsha salama, umetupa afya asubuhi ya leo, umeamka pamoja nasi Bwana. Tuna kila sababu za kukutukuza Yesu. Tunaamini kwa wewe ni mwaminifu Bwana. Wewe ni Mungu mwenye rehema Bwana. Wewe ni Mungu unayetenda na watu wako. Wewe ni Mungu unayesema ndani ya mioyo zetu. Baba, ni asubuhi nzuri. Yesu naikuomba Bwana, naomba mkono wako Bwana ututawale. Baba, ukatutangulie mbele ya safari, ukatubariki mkate wetu wa kila siku. Nami napokuwa naondoka mahali hapa, naomba Bwana ukamtendee mwanamke, ukasema pamoja naye, maana ndiye mke uliyenipatia Bwana. Nami ninaamini Mungu wetu utasema naye. Utukufu na heshima ni zako, nami kwamba Mungu utasema. Nami unitangulie mbele ya safari hii, nielekea hapo katika kazi hizi. Bwana ukanibariki Bwana, ukanipe mkate wa kuja nao nitakao uleta katika familia hii. Basi wacha nikanawe uso na Mungu akubariki. Mimi natakiwa niende kwenye majukumu huko.
Dada, habari za asubuhi. Salama kwema? Unaendeleaje? Na hizi furu zetu shilingi ngapi dada? 32. Au nipunguzii kidogo? Wewe ulikuwa na shilingi ngapi ndugu yangu? Hapo nipunguzie, niko na shilingi 25,000. Hapana, niko na 25. Ndio hii hapa tu kabisa, siwezi. Ongeza hata buku mteja wangu. Niko na hizi tu peke yake ndugu. Kwa vile wewe uko mteja wangu wa kila siku, ngoja nikubariki. Asante. Kijana, habari za leo? Kijana, habari za leo? Kijana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari za uzima? Salama tu. Vipi kijana, mbona umekaa hapa? Una shida gani? Mtumishi, katika maisha changamoto sana. Tuna changamoto kweli. Sababu gani? Yaani hapa nilipo nimetaka kutafuta kazi. Nina cheti cha utrafiki lakini sijapata kazi ndugu yangu. Kwa hiyo ndo unapoona hapa niko mbali sana. Kwa samani kwa hilo. Sawa, lakini pamoja na hayo yote basi inawezekana labda ndio wakati wa Bwana. Nami nimekuwa nikipita humu nikihubiri injili kwa watu aina mbalimbali. Najaribu kutoa injili kwa watu ili waweze kumfahamu Mungu tunamtumikia ambaye ni Yesu Kristo. Mimi ninaitwa mchungaji Victor Sabasaba Marwa, ni Mkuria niliyeokoka. Na mimi pia nampenda Mungu na pia nimeona kuna sababu ya kupita kuihubiri injili. Kwa sababu maagizo ya Yesu amesema tuhubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa yoyote atakayekuwa amekubali basi atakuwa amepata uzima wa milele na ya hapa duniani pia utazidishiwa, kwa sababu endapo kama utafanya katika mapenzi ya kutafuta ufalme wa kimungu, basi Mungu naye pia atafanya ya kwako. Sasa mtumishi, yaani mimi kwa kuangalia jinsi ulivyo naona kama vile nipigia kelele kabisa, kwa sababu nishaenda mpaka kwa kina Mwamposa mimi. Wana magari, wana makanika makubwa. Sasa nashangaa ndugu yangu unapita kwa watu. Kina Mwakasege shie kuniombea mimi lakini bado sijapata kazi. Kwa hiyo habari ya wewe na mimi na kazi ni kama vile yani inanichanganya. Pole sana kijana, naomba nikwambie usitazame mazingira ya mtumishi wa Mungu anavyokuijia, bali katika utendaji wa kimungu huwa inaangalia kile kitu ambacho yule mtu amekibeba, sio mavazi au sio muonekano nitakaokuja nao kwako ukaniona kwamba mimi nastahili kusema na wewe. Kinachotakiwa usikilize nini kinachotoka ndani yangu, nini ninachokisema, au leo Mungu anahitaji kusema na wewe jambo gani. Inawezekana katika hayo yote unayopitia na mateso hayo unayopitia, inawezekana leo ndio wakati wa majibu yako. Mungu anaweza akakushangaza kwa kupitia watu kama sisi. Okay, kwa hiyo nataka uniombee. Ni kweli, lakini kabla ya maombi
ninaomba nisome vifungu viwili mahala hapa ili uvisikie kwa nini viko vya namna hii. Kuna wengi wamepitia shida za namna hii, kuna wengi wamepitia mateso ya aina mbalimbali, lakini Mungu anayajibu kwa sababu Mungu ni mwenye kuwa na ahadi za kweli. Okay, karibu mchungaji. Kama labda naweza ni Mungu amekusudia kunikutana mimi na wewe nipate kazi. Karibu mchungaji, niombee. Basi katika Biblia nitasoma vifungu viwili. Ni katika kifungu cha Zaburi ya 120. Inasema ya kwamba katika shida yangu namlilia Bwana, naye akaniitikia. Ee Bwana, uiponye nafsi yangu na midomo ya uongo na ulimi wa hila. Haleluya. Wakati wa mateso yako, wakati wa shida ambapo wewe sasa umefikia hatua, umefikiria mawazo yamefikia hatua yamekushinda. Kuna wakati umekaa chini, umetafakari kila aina, umetafuta misaada kila sehemu, lakini hujaweza kupata msaada. Lakini Bwana anasema kwamba katika shida yangu nalimlilia Bwana. Wakati ambapo ulimlilia Bwana, na baada ya kumlilia Bwana, yamkini leo ndio siku ya majibu yako. Yawezekana kwamba umeomba kwa siku nyingi, kwa siku nyingi, lakini hujaweza kupata majibu. Lakini katika siku hii ya leo, yawezekana Mungu ndiye ameniagiza nipite maeneo haya. Nilipokuwa napita kuhubiri Injili, kutazama wewe. Yamkini kwamba leo ndio Mungu anahitaji kusema na wewe, au ndio Mungu anahitaji kukufuta hayo machozi ambayo umelia kwa siku nyingi. Yamkini majibu yako huna sasa. Majibu yako kwa Mungu peke yake. Mwanadamu hana majibu juu ya mwanadamu wenzake, lakini Mungu wetu kwa sababu alivyo mwaminifu ndiye mwenye kuwa na majibu juu ya maisha ya mwanadamu. Amen. Ni wakati wako wewe kukubali na kuona kwamba Mungu anaweza. Anasema kwamba pia Zaburi ya 123 anasema nimekuinulia macho yangu wewe uketie mbinguni, kama vile macho ya watumishi kwa mkono wa bwana zako, kama macho ya mjakazi kwa mkono bibi yake. Hivyo macho yangu humwelekea Bwana Mungu wetu, hata atakaponirehemu. Uturehemu, e Bwana, uturehemu, kwa maana tumeshiba udhalimu, nafsi zetu zimeshiba mzaha wa wenye raha na dharau za wenye kiburi. Katika maisha ya mwanadamu unapitia vipindi vya aina mbalimbali, lakini Mungu anasema kwamba muinulie macho yako. Utakapomuinulia macho yako, Mungu anatazama ni nini ambacho anahitaji kusema na wewe. Kwa sababu utakaposhindwa kumuinulia Mungu macho yako, inamaanisha Mungu hawezi akakujibu maombi yako. Ni kumsikiliza Mungu, naye amesema kwamba tumuinulie macho yetu tumtazame mbinguni. Maana aketie katika kiti chake cha enzi ndiye Mungu anayeweza kuturehemu, ndiye Mungu anaweza akatusamehe, ndiye Mungu anaweza akatusafisha kwa makosa yote tumefanya, ndiye Mungu anaweza akatusafisha juu ya mikosi tulizo nazo, anaweza akatusafisha kwa kila jambo lolote lile, ili mradi tu tunapokubali tunamuinulia macho yetu juu mbinguni, tunamtazama yeye. Usimtazame mwanadamu, bali mtazame Mungu anayetaka kusema na wewe. Bwana Mungu ananiagiza kusema na wewe. Yamkini leo ndio wakati wako wa majibu, au leo ndio nafasi yako iliyopatikana. Umelia kilio kwa siku nyingi, umepitia mateso ya aina mbalimbali, umekaa kwenye miti kama hizi ambapo tazama sasa hivi mawazo yako yameshaenda mbali sana. Yamkini unawaza mawazo mabaya, yamkini umeona hata kuzaliwa kwako hapa duniani hakufai. Kana kumbe kama umekubali basi kumpokea Yesu Kristo, piga magoti chini. Piga magoti chini kwa kumheshimu Mungu tafadhali. Hapana, basi ninaomba ufuatishe maneno haya nitakayokuwa nikiyasema, na wewe unayafuatisha. Sema, e Bwana Yesu, tazama naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Baba, ninaomba ufute jina langu katika kitabu cha hukumu, uliandike jina langu katika kitabu cha uzima. Yesu, naomba unisamehe.